Hello guys, it's your boy Arnold Said na today tunazungumzia kuhusu candlestick. Video za nyuma tulizungumzia kuhusu forex yenyewe, tukaja trading session. Leo tupo kwenye candlestick. Sasa ukiulizwa candlestick ni nini? Candlestick ndio silaha kubwa katika forex ambayo inatumika kuuza au kununua kutokana na soko linavyoenda. Bila candlestick hauwezi ukatrade kama sio professional. Yani candlestick ndio nyenzo kubwa ambayo inayotumiwa na beginners. Ukiachana na ukishakuwa pro kule ndio unaweza ukaachana na candlestick lakini ukatumia vitu vingine. Lakini candlestick ndio 99% all forex traders wanatumia. Sasa leo tutazungumzia kuhusu candlestick, ujue kuimaster hatua kwa hatua na mambo ya kuzingatia, muda wa kutrade, mambo ya kuacha kutokana na candlestick na soko linavyozidi kwenda na mengineyo. All in all, don't be rushed. Sasa candlestick ni aina ya mchoro inayoonyesha namna bei inavyozidi kwenda. Yani katika muda fulani, bei ikiwa juu itaonyesha, bei ikiwa chini itaonyesha, bei ikiwa katikati itaonyesha. Muda ambapo bei itakuwa inaonyesha ilipoanzia, bei ikifunga, bei ikiwa juu kabisa au bei ikiwa chini. Na mfano wake, candlestick moja inaweza ikaonyeshwa katika vipindi tofauti tofauti. Candlestick moja inaweza ikajigawa ndani ya dakika moja, dakika 15, saa, siku, wiki, masaa 4, masaa 2 ni candlestick moja. Umeona? Kwa hiyo kutokana na trade ambayo ulipo na time frame ambayo upo wewe, ndio itaonyesha muda wa candlestick ambao unaitumia wewe. Mfano kama unatumia time frame ya saa moja, kwa hiyo candlestick moja itakuwa ni saa moja. Kama unatumia candlestick ya masaa 2, candlestick moja itakuwa ni masaa 2. Umeona? Kwa hiyo ndo miongoni mwa mambo ya kuzingatia katika kuimaster candlestick. Hapa nahitaji umakini wako sana. Candlestick ina sehemu kuu 4. Candlestick yoyote ina high, ina low, ina close, ina open. High tunamaanisha ni kupanda kwa bei. Low tunamaanisha ni kushuka kwa bei. Close ni bei ilipofungia, yani bei ilipoishia. Open ni bei ilipoanzia, yani bei ilipofunguliwa. Open yani kama bei imeanzia 500 ndo tunasema open, ikaishia 550 tunasema ni close. Ndo cha kuzingatia hicho katika mambo ya kuzingatia. Kitu kingine cha kuzingatia ambacho ni muhimu sana ni rangi. Hapo tunaona kuna rangi ya kijani na rangi nyekundu. Hizi ndo main color za candlestick. Umeona? Rangi ya kijani hii ina stand for buyers, wanunuzi wanaonunua katika soko. Hawa tunawaita buyers. Hii rangi ya kijani jina lingine yani kwa maana nyingine inaitwa bullish. Ni kupanda kwa bei, yani ni kupanda, bull kupanda. Kama mjua bull ni aina fulani ya mnyama anakuwa kama ng'ombe. Yeye akianza kuataka anaanzia chini kwenda juu. Ndio maana ya bullish. After na red color ambayo ni sellers. Yani hii ni selling ambayo bei lazima ianzie high to low. Bei lazima ianzie juu ishuke chini. Hiyo ndio maana sahihi ya selling. Tukiangalia hapa kwenye candlestick ya bullish, hii ya kijani ya buying,
buy candlestick. Tutaona chini tuna low, juu tuna high, lakini tofauti ni kwenye close na open. Kwenye bullish candlestick bei ina open at the low, yani bei inafunguliwa ikiwa chini, alafu ina close at the top. Lakini tukiangalia kwenye bearish candlestick au selling candlestick, bei ina open at the high, alafu ina close at the low. Hizo ndo tofauti. Huku kwenye bullish bei ina open at the low, ina close at the high. Alafu huku kwenye selling candlestick bei ina open at high, ina close at low. Zingatia sana kwa sababu ni muhimu. Tumalizie mfano wa mwisho hapa. Hapa ni candlestick yetu ya bullish. Inaonyesha bei ilivyopanda, ilivyoshuka, ilivyofungua na ilivyofunga. Bei ilifunguliwa ikiwa katika price ya 100. Ikapanda mpaka 110. Na ika close mpaka 108. Lakini low price kabisa ya hapa ilikuwa ni 95. Ndio inavyokuwa. Yani unaangalia low price kabla ya kutrade, unaangalia candlestick yako ipoje. Low price yake ni ipi? Low price ni 95. Imeopen, trade yako imeopen katika candlestick ya 100. Umeona? Ilivyo open katika 100, unaangalia tena imeclose katika 108. Lakini high price mwanzo ilikuwa ni 110. Kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia. Thanks for watching. Tutaendelea katika session inayokuja tujue aina za candlestick na tuanze kujua trend na mengineyo. Don't forget to subscribe.